Mungu akakupa neema ya wokovu. Bwana pewe sifa. Ndio yale ya kuweko. Yawe. Maisha ya kuweko. Ya kuweko. Shida wale watu. Simamishe kwa Mungu. Kwa maana wewe. Bwana pewe sifa. Tuko na watu wanaenda wapi? Na Yesu ambaye Yesu amebaki. Na peke yako utaenda. Wewe mashua iliyo na Yesu. Mashua iliyo na Yesu. Beba vitu vyote. Hii jambo inafai kusumbua. Na nilisema nimeokoka. Je, nitashinda? Nitashinda kweli? Kuna wale wameketi kwa mume wake hajaokoka. Amezibwa kuita Yesu ili Yesu aingie. Aseme nitashindana na mume wangu. Huyu akitenda nitafanya. Haitatokea kwa haraka kwa Yesu. Kwa sababu ndio utasaidia mama. Hautasaidia mama maadili kukushinda. Kuna neema ambayo Mungu amekupa. Yesu anataka uenende naye. Wacha nikueleze. Hiyo umesikia kuhusu wokovu. Jambo hilo ni kusumbua. Sitaki kwenda peke yangu useme. Sitaki kwenda peke yangu. Nikasema jana. Wokovu ndio ulinishika mkono. Kama sio wokovu ningeangamia kitambo. Kwa sababu maadili mama nilileta. Wanawake hawakuwa akiwa hai. Shetani alikuwa akiwaoma pombe. Wengine wanakufa kwa pombe. Ile mama nilileta kuna wasomaji. Unafika darasa la saba. Hapatikani. Wakati Yesu aliingia kwangu. Mume akaoa na pepo. Jambo liliingia moyoni. Sababu Yesu kunichagua. Mtende naye. Nishi naye. Tunde naye. Anataka kuwa mshindi. Mahali ambapo palikuwa kaliwa. Nasi anataka kunishika mkono. Bwana pewe sifa. Ndiposa nasema maombi. Utaambiwa maneno kuomba. Kubali akuoneshe njia ya kwenda uzimani. Ambayo inafanya mtu awe mshindi. Mungu alinishika mkono. Wakati mume wangu akizikwa tulijua nitakufa. Kwa sababu ameniacha na nyumba ya mgongo wa ng'ombe mabati 5. Na hakuna angesaidia kuzaba kwa sababu ilichelewa sana. Na mimi ndio nimeweka na mtoto wangu na kamba tunazaba. Kwa sababu watu wanalinda sheria. Nikasema mnijengee nyumba ya vurugu kwa sababu kama wameninyang'anya nyumba bali kwa kisha kiasi. Hapa ndio namsika. Yesu Bwana pesa. Nikamwambia Mungu yunani. Walioniahidi mabati siku ya kuzika na gari sio hata leo. Mpaka simu zao sitapokea. Mungu wa wokovu alileta nyumba. Ilifikia hivyo mpaka ikazeeka. Mungu akaleta nyumba.
kwa kanisa ni kama unaona mtu amekufa. Tuna watu ndio wangeto kunyoro na kama kama ungenitia ndio kaltuore kilezo enyito otwenge ndio kuitie kinyo. Nilisema mwanamke mama ni mjane afunge mumewe mgongoni aende sokoni akaombe naye. Kitu wao Yesu wakijua kwa sababu ukisema Yesu achukue wakati. Ndio ndio wao amani konya amebaki saidia mjane. Mwanangu nikitia kama wajane ndio walilisha wanabii. Atieno madugu. Iwe nade. Upaki Yesu. Ndio wadigiji na Uoko ni waguedhre. Nataka nipite juu na Injili, nataka tuongee Injili baadaye. Kwa maana Injili najua kuhubiri. Ndio Uoko ni tutakamilisha na wewe. Injili mseketi ndio liero. Kwa maana wao kutabidhigo. Mambo pile wao Uoko. Hiyo shetani imekuweka mdomo imekuwa tunataka tuongee na wewe. Ninakokoda kidato nituke na roho kile okeko kakatuku. Akiishi kwa baba amemchosha mwanamume na ugomvi. Hata watoto imemshinda, amekuja hapa na wokovu lakini imemshinda. Watoto ambao walibaki kwa mkono wako, wengine wameenda kusaidia wengine na wewe umebaki hapo umeokoka. Yesu ikihubiriwa hapa unakodoa macho na unataka Yesu, hutaki Yesu, unataka kuomba. Unaongea hata juu ya kanisa bana wanafaa kwenda na Yesu na watu wanakataa. Baba ya wakole wanakani kama ikimali zizi ama ng'ombe inalala. Baba za waliokole ni wanatafuta wakafanyi kazi. Wakitaka yeye wanaenda kwa nyumba ya fulani. Hata mwanamke ambaye anasema amesikia Yesu. Na anasema sasa mali imefika ni ngumu naenda kutafuta kazi. Biashara kipewa pesa mwenye ndege anatoka hadi pala. Kula ni pesa ya Mungu. Mke wa deni anapaka pala. Yesu. Yesu anasema chukua mashuhuda kusongesha mbele na utamu. Hatutaenda na wewe nimekufanya bure. Watu wanasema tunasaidiwa na wazungu, mzungu anabarikiwa na umebaki kama ubarikiwa. Kwa maana kumtumikia Mungu lazima na ndio ubarikiwe. Na hii ni boga mmekataa Yesu. Na uone kama mume wako ametoka anaenda kurithi mwanamke ambako na mali na wewe unabaki. Anataka kukula pesa ambayo wanaume wameacha lakini yeye hataki kazi. Wakitaka kuzindikisha mgeni mkutano iendelee na anauliza pesa ambayo ametoa 20. Pesa wetu natoa kila siku tunachukua walete mkutano. Ukichunguza pesa yake ya mwaka mzima ni 120. Hataki kwenda na Yesu anaenda na vitu vya ulimwengu. Keti chini. Amen. Na kuuliza mulipata kuomba ama mulipata Yesu? Yesu ambaye nilifundisha mtoto bila rambe. Na watu wa kijiji wamesema huyu mwanamke anadanganya watu lakini ni mwenye Illuminati. Ni vipi mwanamke mjane anafundisha watoto watatu sekondari lakini nyumba pia anajenga? Apostoli kapoke nyasaye tiami tako gwebi. Apostoli kama Mungu hajakula hawezi kukubariki. Nyasaye tiami na Mungu anakukula mpaka umalize. Ndio anakubariki. Asifiwe sana. Nyasaye tiami. Mungu anakukula.
Na upate kama mwanamke ana neno. Anafanya utani naye. Shemeji unasema nini? Shemeji nyinyi hamna nguvu zenu. Ananunuliwa sukari anaenda kulipa. Wokovu ambaye inahubiriwa taka. Poza wanajifinya wanajivaa vibaya. Wakitembea hapa wanatembea uchi na minister tunalongo. Akipanda pikipiki wanafanya usinzi na wanabebebwa. Roho ukora ya kupapa wao imekataa ukora. Nataka kunena na wewe dakika 30. Tunakutana chini ya Yesu kama mtu anaingia kwenye imani ambayo Yesu ako ndani. Hiyo baba shetani walikuwa wanataka mang'ombe. Na Yesu ameingia. Chukua kubenda na njia. Uniangalie hapa waje maneno. Uniangalie hapa. Kama Yesu ameingia. Kwa baba ambaye ilikuwa na tumaini. Hatafanya kazi na watu wengi. Mkora hawa wanaume wanaishi loni na wanawake na watoto wako nao. Wanaishi kwenye deni, wanazaa watoto kwa deni. Wakiongelesha Mungu ambaye analeta ng'ombe na upeleke mahali wakati. Si tunaomba na wewe hapa. Mwanamke ako hapa unapeleka mahali. Yupoza wokovu inatuziwa kati ya wanaume. Nini inatendeka? Si mnaangalia kitu inatendeka na kuna. Mimi nimekataa Yesu ambaye badilishi maisha ya mtu. Siendi naye nimekukataza. Nimekataa. Ifike na ninavaa nguo leo. Nilipeana nguo. Nilitoa nguo. Mpaka siku moja nilitoa nguo. Mke kwanza amesema ambieni yule mnaomba na yeye avae nguo zake wacha nguo zake. Mama kanisa kaniambia nguo ambayo ulikuwa unavaa inaenda wapi? Nikasema nilishatumikia Mungu. Akaniambia nenda kaambia Mungu akupatie nguo usivae nguo za mwenzako. Hakuniarifu alinisaidia. Hapo ndio nikaingia. Nilifanya nitembee na wokovu. Nataka kuona maisha yangu ikibadilika. Mchungaji ama mhubiri atumikie Mungu. Atachukua viatu na lazima. Atashona viraka. Atashona viraka kwa lazima. Nimekuambia bara mchana. Kulala kwa kutumikia Mungu. Inatoa mtu kwa bure. Na inapeleka mtu juu. Tuko na boma ambaye kufanya kazi ya Mungu ninatoa watu. Hiyo boma siusikia hata nyanya yako ilishinda na akafanyia watu kazi na akamua akamweka chini. Babu yao pia aliua bila kufanya kitu. Na wewe pia unataka kuzaa. Watoto unazaa hapo. Kwa hiyo msingi ambaye ilishinda nyanya yako na Yesu akihubiriwa utaki. Nilisema Yesu nakutana naye kwa lazima. Yesu niokoe roho yangu. Niachie hii ya leo ambayo unapaa nayo kama ndege. Ambayo unafanya unanena kwa lugha ya pasta yako. Na hiyo unataka niende nawe. Nimekukataza. Yesu nakutana
sio ya ugomvi. Umetoka kwa watu wanataka kupigana. Mimi mwanamume ananitesa. Si wewe na kwanza kutesa. Watu wameteswa. Nawe pia tutaki kusikia maneno sasa. Tunataka kuona Mungu ambaye mlikutana naye. Kuja na maneno mengi. Yesu ambaye ulikutana naye. Ili tujue Yesu ambaye ulikutana naye. Anajifanya nawe hivi vipi? Yesu anajifanya nawe vipi? Akikuacha napiga tu kelele kwa nyumba, hakuna kitu najua. Hauokoki. Wewe unaishi hapa. Umetegea maneno ya shetani. Nilisema sitakondea mtu. Tena sitakufa kwenda kwa moto kwa mtu. Imenakiliwa kwenye nia. Kila mtu atakufa kwa dhambi zake mwenyewe. Dhambi zake itaniua. Hiyo hata kama nimesikia amebebana na dawa za ukimwi, inasema mshujaa kufa. Haushindi ng'ombe ambaye inakufa na nyazi kwa mdomo yako. Sitakusaidia kwa kuna wanawake hapa wamekona kwa sababu ya wanawake wenzao. Si Yesu imekushinda. Ukikutana na mchukua Yesu yule mashika mtu na anasonga naye. Anakubembeleza jinsi alinibembeleza. Kama mwanaume anakufa kwa wote. Na akanipiga hivi. Ninasikia mikono bana shika. Vitu asigoti kwa na maji. Kitu bali shida huko na mimi. Unakutana naye. Yesu anakutana naye. Shujaa anakutana naye. Na midomo yako mwenyewe.